warembo, kipenzi cha watu. Leo nitabidi niwe calm kidogo, sauti yangu iwe chini kwa sababu hata wewe unaonekana uko yeah. Karibu sana, jisikia uko huru. Nina mambo mengi ya kukuuliza, kuna mambo mengi ya kujadili hapa kwa platform. Jitambulishe labda kwa watu ambao hawakujui. Karibu sana. Hi guys. Sorry, my voice yangu inaweza kuwa mbaya because nimekuwa naoma. Najua. Nime lose voice na hijarudi completely but tajaribu. So kwa wale wanijui, my name is Emmy America, as you can see there, and today I'm here. Okay, Emmy America, watu wengi wamekutambua kama gifter. Umekuwa ukisaidia watu wengi sana kwa hii platform mbalimbali. Kuwataja majina itakuwa mambo mengi sana. Mimi mtu akiwa hapa kwa platform yangu utaki kumpangia. Yeyote ambaye anasema toa glasses, vaza kwako. Usitoe. Uko tu sawa. Wewe unafuata mambo ya comment section hawa. Okay. Yeah, natoa na nitu onyo. Mtu akija alivyokuja hautaki kumpangia maisha. Tafadhali sana mheshimu watu. Nitakublock bure. Thank you, very important. Ngoja nianze na huyu hapa. Anaitwa Magi. Kwenda Shakaola. Thank you. Kama amevaa amependeza, wewe ni nani na kumpangia mtu maisha? Who are you? Unakuja kumwambia vaa hivi, fanya hivi, vaa hivi, fanya hivi. Usikute mwenyewe hauna hata macho, unamwambia vaa miwani. Wewe una macho wewe? Nataka kuwa na macho. Achana nao, mimi ndo nawajua hawa. Anyway, Emmy unapendeza sana, mambo ni mengi. Na hii Emmy ni jina lako kweli au ni jina ambao umekuja nalo kwa mtandao? Okay, my real name naitwa Imelda. Imelda. Tasema hiyo nyingine, but my name is Imelda. Short name Emmy. That's how they call me at work, Emmy. Oh, okay. America is America. Okay, kama gifter, ni changamoto gani ambazo mnazipitia kutokana na watu ambao mnakutana nao? Sasa umekuwa gifter tena, wewe unapenda sana kucheza kwa ground nilivyosikia. Je, ni changamoto gani ambazo magifter mnazipata kutokana na watu tofauti ambao mnawapata, makabila tofauti, tabia tofauti? Hebu nieleze kiundani zaidi, magifter mnapitia mambo gani? Magifter tunapitia changamoto mingi sana. Like for instance, watu wengi wanasema wanaona kama sisi magifter tuna gift like big platform peke yake, and a lot of people are saying we are gifting to be seen, but wanasahau kwamba tuko na watu wengine kwa inbox pia wenye tuna gift na wakuji kusema huku kuwa tuna wa gift huko kwa inbox. And when you are a gifter, like atukuji peke yake kugift lion, mtu atakuja kwa inbox akuambie niko na shida ya school fee, niko na shida ya vitu tu mingi tu. Na kama wewe ni gifter, uko na hiyo raw, utagift no matter what, kwa platform, kwa inbox, mali popote tu. Hata kwa platform zetu wanakujanga, wanaitisha naitwaje? Unga. We do give unga, but the unga people, when it comes to when we are being trolled, hawakujangi hapa kututetea kusema wanatupeanga unga pia. Wakati huo wao watachangia kuwa wanakujanga tu kwa big platform, but kitu mnasahau pia au watu wa chini comment section hawatasema eti wanatupeanga, like they don't hawakuji kutusemea sisi. Tunakuwa trolls mara mingi sana. Moso mi nimekuwa troll sana.
juu ya kugift big you know, big people. Me, I do gift people a lot, and I gift it doesn't matter. Mimi ukinitouch tu raw, ikiona tu we ana need help, mi ugiftingi tu kwa roho yangu. Na mimi tena si gift mtu, I only gift when I want to gift you. I don't give to show up people. No, I don't do that. And most gifters, they do that actually. But people don't see that. Tumekuwa troll sana. Okay. Okay, so unamaanisha kwamba kiujumla kwamba oh my god, nao nimejifunza kitu kipi hapo. So ina maana magifters wengi ambao mpo wengi mnasaidia watu chini ya maji. Kuna wengi mnasaidia sana watu wengi chini ya maji kuliko ambao mnasaidia ambao unajulikana kwa platform. Sana. Thank you so much Patrick. Thank you so much. Yeah. So na baada ya hapo yakitokea mambo watu wakianza kuwatukana kwamba mnasaidia watu ambao wanajulikana, wengine hatujulikani, hamtusaidii. Mwisho wa siku wale ambao wamesaidiwa chini ya maji hawezi kuja kuwatetea. Hawakujangi kutetea. In fact, even the big platform, wengi wao pia unapata umewahi gift mtu, lakini wakati unakuwa troll, hawakuji kusema ati hapana mstroll huyu, ana giftingi kila mtu. Hata wao wakusaidi. Wachache tu ndo wanakujanga wanasimama na wewe. In fact, for example, nikikuja kukugift wewe, alafu nisi gift mwingine, atasema si unaona ameenda kugift Boscan. Hawezi kuja kwa hizi platform ndogo. Hakuna cha platform ndogo. Kwanza niseme kama comment section, nitakujaje kukugift wewe na wewe una platform? Nitakujuaje? Wagi live au fanyeje? So inabidi akikufuata inbox kama kuna kakitu unako unampatia. Yes. Oh no. Wow, nimejifunza jambo jipya sasa. Now I know. Okay. Allow me niandike mahali tafadhali. Wow. Alafu pia platform ndogo as they call it. Platform ndogo, mimi nitakujuaje wewe wa platform ndogo? Si mimi najua tu Boscan, mimi najua tu Nyako, mimi najua you work already they are there and they entertain us, you know. So wewe nitajuaje huko? Si nitajua tu ukikuja kwa inbox yangu ama ukikuja kwa platform yangu, nitajua huyu ananitapianga, huyu nitakujua through my platform. So nimejifunza, ina maana magifters wengi mnagifti watu wa platform kubwa, lakini majority mnagifti sana watu wa chini ya maji. Yeah, lakini watu hawajui. Ni kitu gani ambacho unajutia kama gifter? Ni kitu gani ambacho unajutia uliwahi kukifanya mwisho wa siku hakikuenda ndio ulivyotarajia, kikakurudia kwa njia mbaya na usingependa gifter yoyote kimkute? Kugift mtu alafu tena anakuja kukufungulia chai. Kivipi? Ama kusaidia, ama not just kugift. Ama mtu akuje akuombe msaada alafu umpe, alafu sasa anakuja kukugeukia. Unajutia mbona sasa like you feel like you are giving but you are not appreciated. You know, like for me, when I gift people, sirudingi kusema iti, I gift so and so, I gift so and so. Mi na giftingi nikienda. Tenda wema nenda zako. So you feel so painful when mtu mwenye umegift anakufungulia chai ama anakutroll. Na mara nyingi inakuwaga hivyo, nakuta kwamba yule mtu ambaye unamsaidia mwisho wa siku anakuja kuwa adui yako ghafla. Sana. Iliwahi kukutokea kwa TikTok? Iliwahi kukutokea hiyo? Yeah, mara mingi. Pole sana. Pole sana.
yote ni changamoto, but mwisho wa siku the way ilivyokutokea ndivyo unazidi kujifunza siku zote, kuwajua watu ni watu wa aina gani na kuwaje. Pole sana. Hiyo nayo umeongea ni ukweli kabisa, huwa inatokea mara kwa mara. Unajikuta kwamba mtu umechukua pesa zako umewekeza kwa mtu, mwisho wa siku anakuja kukubadilikia na kuwa adui yako, anakufungulia chai ya zipo eti kwa sababu labda umestopisha tu kwenda kwa platform yake tu na hujamkosea. Labda kwa muda huo hauna, labda na bajeti zako zingine, unaona. Poleni sana. Najifunza vitu vipya sasa, na kuna mambo yaliwahi kujitokeza hapa kwa platform, mambo mazito kuhusu. Taarifa ilikuwa last year mwezi wa 6 hapo, ulikuwa supporter wa Cindy Baby. At the same time Cindy Baby alikuwa kimahusiano na mwanaume aitwaye King Master, na baadaye wakaja wakaachana. Mwisho wa siku wewe ukahama kutoka kwa Cindy ukahamia kwa King Master, na ukaanza kupigwa vita inasemekana kwamba wewe na King Master mlikuwa mna date, na alikuwa anakuita babe, abujubuju, sweetheart, dali, majina yote, na hujawahi kukataa. So ukweli wa haya mambo ni yapi, na kwa nini kipindi hicho ulikuwa upande wa Cindy na baadaye ukatoka ukahamia kwa King Master, au labda ulikuwa ukisupport wote, na kwa nini watu walikutroli sana kipindi hicho? Je, yalikuwepo mambo ya kuwa na mahusiano between wewe na King Master? Na ukweli yalikuwa kuna mambo ya harusi kuoana kwenu. Jaribu kufunguka utupe ukweli wa haya mambo yote. Karibu. Okay, mimi nimekuwa nisemeaje? Kiswahili ni ngumu. Hata Kizungu it is okay. Yeah, nimekuwa nikigift Cindy and King Master, and then wakaachana. So wakati waliachana, for me siku believe kuwa wameachana. Actually I thought it was just a cloud chase, and yeah, they were just doing their normal thing until King Master vile alitoka, tukasema like mimi mwenyewe nilienda kwa King Master, ilikuwa ni mimi, sio hata King Master. Nilimwambia since umetoka, able to let's do something, and then I paid him for that. Yeah, so ilikuwa kazi. Wait. Subiri kidogo. Yaani unamaanisha King Master alipotoka kwa Cindy, wewe ulimfuata ukaambia sasa inabidi tuwachanganye watu hapa. Ionekane mimi na wewe tuko wapenzi na nitakulipa pesa. Yaani hapa ili kutuchanganya hapa, ulimlipa kiasi gani cha pesa mpaka ulifanya hii mambo? Ilikuwa mwecheche namna hii. Mlituumiza vichwa. 1,100. Wow. Majirani ya mkeni kumekucha. Yaani unamaanisha kwamba ili kutupa pressure. Yaani na hapo Cindy alikuwa ni rafiki yako na King Master pia ni rafiki yako at the same time. Na account yako kipindi hicho alikuwa na manage Cindy. No, not that time. That time Cindy hakuwa na manage account yangu. Cindy ame manage after. Ni after haya yote, okay. Then mkaja hapa tukanywa chai yenu, tukawakanyaga wengine, tukasema haiwezekani, mbona Cindy anakuwa betrayed na rafiki yake, Cindy na anawaka moto kule. Yani wewe akikuita babe, ina maana ile ulilipia 100k Kenya shillings. Yes. Je, mafanikio yako wapi between hayo? Baada ya kufanya hayo yote, mafanikio yalikuwa ni yapi? Hiyo wakati unajua TikTok, American TikTok, nilikuwa nataka nifike kiwango fulani niweze kuwork na TikTok shop. I think if you know that. I know. Yes. So I wanted my account ifikie kuwa naweza pata vitu from TikTok. That's why I did that. Yeah.
wanaangaliaga, mimi naijua hata hiyo, mimi nakuaga nayo ni vile, na mimi mwenyewe walishanipatia hiyo kitu na uwezo wa kuuza kununua kupitia TikTok. So pia wao wanaangalia vigezo na masharti, wanaangalia traffic ya account yako, wanaangalia followers uliokuwa nao, then ikiwa na traffic, so it's very easy. So ulitumia hiyo opportunity vizuri. Je, ulifanikiwa au ilikuwaje? Nilifanikiwa, lakini sasa that time I was really busy na kazi yangu ilikuwa like back to back. But nilifanikiwa because TikTok walinitumia vitu mingi sana. Na wakati huo pia nilikuwa napanga kuhama. Nilikuwa najua I bought my new house and nilikuwa napanga kuhama na nilikuwa nahitaji vitu mpya za nyumba. So TikTok ilinitumia a lot of things. Wow. King Master ni mtu wa aina gani kwenye maisha yako kwa kipindi chote ambacho mliishi, akikuita babe na baadaye akisema kwamba umemsaliti? I'll say he's a good person. Ni mtu mzuri sana. Ni venye watu wa TikTok hawajui, like tofauti na yeye kukuja kutingiza venye anatingiza. Ni mtu mcheshi, he's a vibe. He's a great person. Saa ingine namnyamazia atuongei. Lakini ananitafuta, ananijulia hali. Ni mtu mzuri. Hiyo ndio inamata. Hiyo inamata zaidi na zaidi. Okay. Wow. Na ulijisikiaje baada ya hapo kuona kwamba wewe ulikuwa karibu na Cindy na ghafla binuvu umehamia kwa King Master, then watu wengi wakajua kwamba mna mahusiano na King Master, na ndivyo ilivyokuwa, na ukatukanwa na Cindy akafungua chai kipindi hicho? Ilikuwaje na ukatoa tena kwa King Master ukarudi kwa Cindy ukampea account yako, Cindy akablock King Master? Yani mambo yalikuwa ni mengi. Yani huu mchezo uliwezaje kumanage? Hiyo wakati tulikuwa mimi na King Master, kulikuwa na vitu mingi ilifika nyumbani. Like ilikuwa especially the harusi part. Nyumbani kwenu? It was a lot. So but wali understand. I make them understand it's just for TikTok. And kitu ilifanya nikatoka kwa King Master pia ilikuwa ni sababu ya Jenny. Sorry Jenny, but it's okay. Unaongea tu ukweli as long as hakuna ilikuwa ni mambo ya Jenny. Jenny ndiye aliharibu biashara yetu. Sasa kipindi hicho Jenny pia alikuwa na mahusiano na King Master. King Master pia alitoka. So what happened mpaka Jenny anaharibu biashara? Unahisi ni kitu gani kilitokea? Okay, sijui kama ilikuwa ni jealousy, but I think nilimwambia King Master amueleze. In fact mwambie mtu yoyote una date, make them understand that we are doing business. Oh, so it means King Master hakuwaambia, alitawaamini kwamba ni ukweli na date na mtu wa majuu, mwisho wa siku kaanza kupigwa vita na kukuzungumzia vibaya hivyo. So ilikuwa ni yeye. So yeye hakueleza Jenny. I think alieleza Jenny, but Jenny hakuamini. So I don't know what went wrong, because I told him mwambie Cindy, because mimi I believe that walikuwa wana cloud chase. Sikuamini kama wameachana that time. So nilimwambia just so I don't want chai from Cindy and I don't want chai from Jenny, just tell them that we are doing business. But I don't know whether he did that. Jenny alikufanyia kitu, yani kuna jambo baya lilitokea baada ya hapo kukuhusu ambalo labda alifanya? Yes. Jenny alinifungulia chai. Alikufungulia bila kujua ukweli kwamba wewe ni umemlipa King Master mfanye mambo yenu anaikuwa mapenzi. Pole sana. Wow. Alikuja kujua ukweli. Alikuja kujua baadaye? Kama ashanifungulia chai. So hii inatufundisha kwamba mtu usikurupuke kufanya kitu kabla hujajua ukweli wa mambo. Pole sana. Wow. Kuwa karibu na Cindy. Cindy ulimjuaje na mpaka
uliamua kuchukua account? Nani anakupigia simu? Oh. Sorry. Mimi nikajua ni simu, kumbe ni mgeni. Msalimu. Okay. Mbona atokee tu? Hatokei huko. Okay, okay. Moja kwa moja ikawaje? Unajua uaminifu pia ni kitu cha ajabu sana. Uchukue akaunti yako ambao unajua ndio iko hapo, then at end of the day umpatie mtu unajua na ni mtu wa chai TikTok. How ulimpatia Cindy akaunti yako? Na ni baada ya kutoka kwa King Master mmeshavurugana. Nilikuwa natafuta traffic like you ulisema. Yeah. I wanted traffic. But then account ya US hata ukipatia mtu sio kama ya Kenya, si rahisi kuchukua hivyo. Yeah, sio rahisi kuchukua. So I still have my account. Yeah. Je, kwa sasa ikiwa umeshamaliza mambo yako, je, umefungua hiyo biashara online ambayo ulitaka kufanya na TikTok? Naifanya, ndio. Na unatuuzia vitu gani huko tuje tutembelee labda au watu ambao hawajui? Okay, so it's just vitu za TikTok, like hizo kwa nini za TikTok. Nitakuja kueleza next time. Haina shida, bila shaka. Yeah. Naelewa, mimi mwenyewe niko huko naangaliaga. So swali langu jingine nitakuuliza, Emmy, una familia hapo, una watoto, una mume umeolewa, au Emmy ni single? Emmy ni nani kiujumla hapo? Emmy is a mother. She's a wife. Wow. Yeah. Wow, that's really good. Emmy, hii TikTok ambao umeingia TikTok Kenya kama gifters ambao umetambua vitu vingi sana, ukizunguka huyu unamjua huyu uko hivi. Kuna vitu vingi sana ambavyo unajutia. Ukitoa kile ambacho ulisema kwamba kusaidia watu na baadaye wanakufungulia chai. Kuna vitu vingi ambavyo bado hujaniambia. Umekutana watu wengi sana. Ni vitu gani ambavyo unavijutia kwa hii platform? Ambapo ungekuwa labda ungepata nafasi ya kuwa president au kiongozi, ungeviondoa? Vitu mingi sana. Kama kutukanana, like ku-expose other people, like kuleta uchi ya watu online. Na pia kama gifter, kama kama watu umegiftiwa, like do something with it. Sio kila mara unakuja hapa unataka kutugift. Ugiftiwe kila mara. Kuna watu wengine pia. Ukigiftiwa, enda fanya kitu, wacha watu wengine pia. Usiwe manake mtu asiwe greedy. Usipangie mtu cha kufanya. Je, katika mambo ya ulishe kupangiwa kitu na mtu aina yote kwamba usimgifti huyu kwa sababu wewe inatokeaga hivyo? Ishe kukutokea pia na kwako? Ndio, mara mingi sana. Wow. Kumbe hii kitu majirani ni ukweli. Mtu anakuambia usimgifti huyu ana roho mbaya sana, usimfanyie hivi. Yeah, ama like sasa mimi for example, mimi nilikuwa karibu sana wa Cindy. But I love Cindy because Cindy ana hiyo eti wewe ni gifter wake usiende kugift kwingine. Ana hiyo. But watu wengi wako hivyo. Ati huyo ni gifter wangu, huyo. No, hakuna gifter wa mtu TikTok. Wow, unamaanisha nini kwa hivyo? Gifter should be allowed to gift anybody. Like una gift mtu roho imependa. Yeah, msituwekee vikwazo eti wewe ni gifter wangu. Hakuna cha gifter wa mtu. Kwanza mimi sio gifter wa mtu TikTok.
I'm nobody's gifter. Mimi ni gifter. Na wewe ulivyoambiwa hivyo before na watu tofauti ambao unawajua akikwambia usigifti huyu, usigifti huyu, hujai kuuliza reason ni gani? Kwani simgifti? Kwani ni kugifti wewe nisimgifti, nisigifti mtu mwingine? Siulizi because mimi sipendi kusikia hivyo. Italeta maneno. Ukiniambia nisigift mtu, in fact natoroka. Natoroka, utaniona. Kwa nini? Yani kwa nini ufuna toroka? Yani kwamba unaonaje? Yani nifafanulie hapa. Sababu sasa ukiniambia usigift okay. Sasa for example mimi ni gifter, mimi ni rafiki ya Cindy. Alafu uniambie usigift Nyakwar Janeko because like they're not going like getting along. No. Nyakwar Janeko hiyo ni shida yenu, sio shida yangu. Great. Like vita yako usini recruit kwa vita yako, hapana. Ni ile kwamba ni ile kukimbia utaki udaku wa baadaye kwamba isije kakugeuka. Yeah. Now always ukiwa gifter usiwe attract sana na ule ambao unafanyaje, na ule ambao unamgifti sana hivyo, kwa sababu at end of the day maneno yatakuja. Ndivyo inavyokuaga. So ni ile kitendo utenda wema, nenda zako, usingoje shukrani. So hiyo ndio nimejifunza kwamba mahosti wengi hapo kwenye my inbox ya magifters wakiwaelekeza usimgifti hiyo nayo nimeelewa. Wow. Wow. Hata kuna wakati nikawa tuko na shida na King Master, sasa nimeenda kugift Cindy. That's when alinifungulia chai pia. King Master alikufungulia chai? No way. Lakini haikuwa mbaya. But umempatia 100k na katika hiyo biashara yenu. Alisahau hiyo 100k akaja tenda wema dunia na maneno. Au ile neno kwamba tumependana, we ni mpenzi wangu na mnajua ni mambo ni clout ambayo ipo, alitaka kuichukulia serious. Why? Yani umeshamsaidia hivyo, then anakufungulia chai ukirudi kwa Cindy. What happened exactly? Yeah, but I told him vita yako na ya Cindy usiniingize mimi, siko huko. Malizani, mimi nitakuja kwa platform yako kama mimi, sio kama rafiki ya Cindy, kama mimi. Na nitagift yako, nikienda kule nitagift venye mimi nataka. So sipendi kukontroliwa. Na rudia hiyo neno. Sitaki kukontroliwa mchiko. Hakuna kitu kibaya kama kuwa controller. Wewe yani ni mbaya sana sana, na hiyo ni kitu ambayo imeendelea hapa kwa TikTok, ambao magifters wengi ambao wanafanyiwa. Fanya hivi, usifanye hivi, usifanye hivi. Unajiuliza sasa, mimi ni mtoto mdogo, mbona naambia hivi? Unaona? Mbona nifanyie hivi? Na magifter wengi ambao mko hapa, kuna wengi ambao mnakataa usikanyeke kwa pale. Huu ni mtu mbaya, atakuja kukutusi, atakuharibia maisha, sio namna gani? Hata mambo yaishe guys. It is not worth it. Yeah. Pia mna uwezo. Oh my God, simu ya nyumbani. Napigiwa simu na nyumbani. Na nimewatafuta muda mrefu sana. No, mniache kidogo, I'm busy. In fact, watakuambia okay, ukienda kwa ama umeenda kwa platform umegift, ukigift hivi utapata message wamekutumia, oh, nimeona umetuma lion kwa so and so. Ala? Yeah. And then watataka uwatumie. Kwa kuwa umerusha, wait, kwa kuwa ni gifter umerusha lao ni kwa mtu fulani, ukienda kwa ule mtu mwingine anakuambia hapana, nimekuona kwa fulani ukirusha gifti lion na mimi pia nirushie at the same time, unirushie na kwa budget yako haipo. Na usiporusha utafunguliwa chai, ama
ataanza kusema oh, si unaona wanaendanga tu kwa zile big platforms. Atakuwa part of the people who are trolling you. Mimi nimepitia. So kutokana na hiyo experience ambayo umepitia, ni kitu gani ambacho umejifunza, labda una uwezo wa kuambia hata magifta wengine ambao wanakusikia wako hapa? Mimi nitakwambia platform TikTok is big. It's a big space for everybody. Do what makes you happy. Gift whoever you want. Let nobody start controlling you. It's your money. When you wake up in the morning or you go to work in the afternoon or PM, it's you who is going to work. Sio wao. Si pesa ni yako. Be your own boss. Control yourself. It's your money. Yes. Let nobody tell you what to do on this platform. Unakutana na watu wengi sana kwa hii platform. Unajivunia kukutana na kina nani ambao wamekuwa ni marafiki wako wa karibu kwa sasa, ambao umekutana nao kwa platform sasa? Sijazungumzia kuhusu mahosti, nataka kujua. Unajua maswali ya watu wengine na maswali ya magifta ni tofauti. Sasa nataka kujua unajivunia nani kwenye maisha yako kwa sasa ambao umekutana nao na you think kwamba ni watu wazuri kwako na unawapatia maua yao? Sio host, right? Hatujaanzia kwa mimi tena. Mahost tutafika huko. Sio mahost, right? Yeah. Nimekutana na marafiki wa ukweli mwenye naweza share na vitu zangu za ukweli. Queen Mom, she's my good friend. We talk. Kuna mwingine highly favored. Nimekutana na watu. Wow. Dana Rose. Yeah. Na hiyo tisi nakufa mimi. Majirani ya mke. Mbona unacheka? Au naota. Tuendelee. King Master. Yeah. Wako wengi. Anyway. Yeah. Nipige makofi tu. Wewe. Ala. Yaani unaniambia kwamba katika marafiki wengi ambao umewapata, umewataja wengi. Umetaja kwamba katika marafiki wako umempata King Master, ukampata nani mwingine? Diana Rose. Na kuona na nani mwingine? Queen Mom. Highly favored. Cindy Baby. Na Cindy Baby, yeah. Okay, that's really good. Nimesahau Ali Debs. Kando na not blogging. Not blogging. I'm not talking about blogging. I'm talking about Rafiki yangu alipotea wapi? Jana nilikuwa nakuulizia mtaratara. Kama ni mtaratara usielewe, but nilikuwa nakuulizia. Na sijui kama ni wewe, but natumai uko salama. Okay, so na maana mbali na yote yale, Ali Debs pia ni rafiki yako wa karibu, right? Wow. Karibu sana. Ni mabloggers gani ambao huwa unapitia, labda unajua Amerika na Kenya masani ni tofauti, over 8 hours, pengine ni 9 hours, pengine ni 10 hours. Ni bloggers gani ambao unapitia kujua ni kitu gani kinaendelea kwa platform mara nyingi? Nitaje bloggers 5 wa kwako 5 au over more than 10. It depend on you. Ali Debs, of course. He is the and Kush. TikTok wiki hii. TikTok trends. Thank you, Magda. I think nimesahau zingine. Umesema Ali Debs, Kush, TikTok wiki hii. Na nani mwingine? TikTok trends, right? Yeah, TikTok trends. So ni okay, so ni hao 5 ambao
mwingine anaitwa Melanie. Melanie. Yes, Yeah. Melanie. Tunazungumzia mabloggers guys. Ni mabloggers wake 5 ambaye anawakubali kutoka rohoni. Na swali lingine nataka nikuulize. Nitajie mahosti 5 pia ambao huwa unaenda kwa live zao huwezi kosa. Mimi uniweke pembeni kwa sababu mimi ndo nakuhost, so utaniweka pembeni kidogo. Nitajie mabloggers, yani nani hosti 5 ambao lazima uwapitie, lazima ukawatazame. Cindy. Um, Nyako. BK umesema nisikutaje, sasa sijui. Mimi nikipe sababu mimi always spendi kutajwa na nataka nikaipende. Sawa. Ehe. Mwiti. And wametosha. Bado. Mike wapo. Ndo nani? He's blogging nini? No, sio bloggers. Nazungumzia host. He's a host. Oh, okay, that's really good. Yeah. Wamefika. Bado mmoja. King Master, Geoffrey comedian wako wengi. Oh, that's good. Anakuita Rachel Tuoma wako wengi. She is the best. Wako wengi. Amy, nafikiri ulisikia habari zangu nyingi kabla hujaniona wala kunifuatilia. Ni habari gani mbaya uliwahi kupokea kuhusu kutokana na watu ambao wamekueleza kunihusu? Mimi mwenyewe nilikuwa na kuogopa, manake wewe unajua kutusi watu. Yeah, lazima uwe. Nataka unapenda mtu mreal yani. Nilikuwa na kuonea FYP. Unajiuliza huu ni nani, katoka wapi? Mbona sielewi? Yeah. Na ulivyo sasa na hivi unavoniona tofauti iko wapi na kile ambacho ulikuwa unakiona? Sababu siku hizi umechange. BK was ni different one yesterday. Kwa nini? I don't know, but I just have that feeling that you're not the same person. So do you think kipindi hicho nilikuwa napigana labda vita nikijipigana peke yangu, au labda nilikuwa labda najibizana watu yani ambao labda wamenichokoza? Mimi sio mwepesi ukinichokoza. Ni nowadays mtu ana uwezo wa kufungua kanitusi na sina time ya kujibizana kwa sababu it's not worth it. Yeah, but unajua siku kublame for that because hapa kwa TikTok people are so annoying. So nilikuwa naelewa mtu maybe amekukosea mahali, unajua. Yeah. Na mara nyingi vita ambazo ulikuwa ukikutana nazo nikipigana zilikuwa na nani? Watu wengi tu. Sipiganagi na watu wengi. Sio kweli. Different people though. No. Ningetaja lakini moja ningetaja. Haki ya Mungu, una haki ya kuongea, usijali. But mimi vitazama. Mlikuwa mnapigana na Dana Rose that time. Huyo ni miaka 3. Hiyo. Lakini kusema napigana watu wengi hakuna. Mimi sinaga uadui. Nani mwingine? Na ukapiga Cindy pia vita. Huyo sio vita hiyo. Cindy hiyo sio vita. Cindy nampiga vita. Ile sio vita, yeye mwenyewe. But chai yako hata hivyo. Yaani chai yako ni ile utafikiria ni vita. But ukiangalia wote wanakuwa wamenianza wao, imagine. Ukweli. Sasa the way mimi nakuja kureact sasa ndio inakuwa ni balaa. But mimi nishatoka huko. Ukiona nimekujibu basi kuna mahali ambapo sasa pazuri. Na unazungumzia vipi, unahisi ni vitu gani ambavyo natakia kurekebisha kwenye platform yangu ambavyo navifanya labda havikupendezi kwa upande wako wewe? Unahisi hapa kwa sasa BK mimi kwa navyoona natakia ubadilishe hivi,
napendekeza iwe hivi, ni yapi the way unavyoona wewe? Maybe ningesema hiyo wakati, because hiyo wakati yes, watu wanapenda hiyo inio, lakini kwa nao napenda platform yako, because watu wengi wenye wangeweza kupanda kwa platform yako siku hizi wako na hiyo chance ya kupanda hapa. Those days hata mimi singepanda huku, lakini si unaona siku hizi umeweka platform yako, kila mtu anaweza kuja ajieleze. Watu wako na shida wanakujanga hapa, wanapata usaidizi. So me, I'm just happy. I'm happy that your platform is doing amazing, like different with that time. So you already changed, so I can't tell you to change no more. It's already okay now. Kila mtu wa aina yote ako comfortable kuja hapa tupige story bila matatizo. So it means zamani ilikuwa ni ngumu kutokana na hali the way kulivyokuwa. Ilikuwa ni moto, fire. Mimi hata singepanda.